kadha wa kadha, yeye Allah huwa anakuongezea maradufu zaidi pale ambapo utakuwa unaleta shukrani. Allah anasema wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum, na Muumba wenu alipotangaza la in shakartum, kama mutazishukuru neema za Allah alizokujalieni, mukishukuru la azidannakum, basi Mwenyezi Mungu atakuzidishieni maradufu neema mpaka watu watashangaa. Lakini kumbe wewe wazishukuru neema za Allah, na kama usipozishukuru neema za Allah, wala in kafartum, na kama neema za Allah mutazikufuru, basi adhabu za Allah ni kali kweli. Allah tujalie miongoni mwa wenye kushukuru. Ndugu zangu katika imani, kushukuru neema za Allah ni miongoni mwa sifatul anbiya, ni miongoni mwa sifa za manabii wa Allah tabaraka wa taala, walikuwa wana tabia ya kuzishukuru neema za Allah. Mwenyezi Mungu anatupa mfano wa Nabii Nuh alayhi salatu wassalam katika Qur'an. Allah asema innahu kana abdan shakura. Nuh, Allah anasema innahu, hakika ya Nuh alikuwa abdan, Nuh alikuwa ni mja shakuran, ni mja mwenye kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Alishukuru kwa sababu ya utume, alishukuru kwa sababu ya watoto, alishukuru kwa sababu ya neema za afya. Nabii Nuh alayhi salatu wassalam alikuwa anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila neema ambayo amejaliwa. Kwa hiyo kushukuru ni miongoni mwa sifatul anbiya, miongoni mwa sifa za manabii. Ndugu zangu katika imani, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonyesha kwamba mtume wetu alikuwa na shukurani za hali ya juu. Mtume alisamehewa madhambi yake, mtume alikuwa hana dhambi, amesamehewa. Lakini sambamba na hilo, mtume yeye hakujiachia, alikuwa anasimama usiku kucha kwa ajili ya kufanya ibada. Siku moja mama Aisha radhiallahu ta'ala wa ardaha akamwambia, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, kwa nini unajikalifisha ya Rasulullah kufanya ibada mbalimbali za usiku, hali ya kwamba umeshasamehewa madhambi yako, wewe bado kufa tukaingie peponi? Kwa nini ya Rasulullah wajikalifisha mpaka miguu yako inavimba usiku kucha, wewe uko kwenye kisimamo? Acha hayo mambo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Aisha, afala akunu abdan shakura? Sawa, nimesamehewa, hivyo wewe Aisha hutaki mimi niwe mja mwenye kuleta shukrani kwa neema hii ya Allah kunisamehe madhambi yangu? Pia mimi nahitajika kuleta shukrani zaidi. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa neema mbalimbali ambazo ametuneemeshea. Lakini tuelewe, kwa kushukuru neema za Allah ndiyo mwanadamu hupata janna. Kila mmoja hapa anataka pepo baada ya kuondoka duniani. Kwa hiyo pepo inapatikana baada ya kuzishukuru neema za Allah kwa kusema alhamdulillah, na kuweza kuzitoa kama ni mali, kama elimu, ukawaza kuwapa wengine. Ushahidi uko wapi? Allah anasema wasayajzillahu shakirin, wasayajzillahu, Mwenyezi Mungu atawalipa siku ya Kiyama. Anawalipa nani? Ashakirin, wale wenye tabia kuleta shukrani baada ya kutumia neema za Allah. Unatumia neema za Allah ngapi? Wapumua mara ngapi? Neema ya Allah. Afya mara ngapi? Wapata kutembea mara ngapi? Wapata kusoma mara ngapi? Wapata kula mara ngapi? Hizi zote ni neema za Allah. Kwa hiyo kila siku asubuhi, kila wakati tumshukuru Allah tabaraka wa taala. Na Mwenyezi Mungu siku zote anawapenda watu wenye tabia kushukuru. Wallahu yuhibbu shakirin, na Mwenyezi Mungu anawapenda watu ambao
katika maisha yao wanakuwa wana tabia ya kuleta shukurani. Na ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man la yashkuru nas la yashkuru Allah. Yule ambaye hana tabia ya kuwashukuru watu, mtu wa sampuli hii hata Mwenyezi Mungu hawezi kumshukuru. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kubwa zaidi tujiangalie neema ambazo Mwenyezi Mungu ametupa. Neema hizi twahitajika kuweza kuzishukuru kweli kweli, na neema hizi tutaulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, pale ambapo neema hizi hatutoshukuru Allah tabaraka wa taala. Mwenyezi Mungu anasema, thumma latusaluna yawma idhin 'anil na'im. Wewe umepewa mali lakini unashindwa kumshukuru Allah kwa mali hiyo kuitoa. Umepewa elimu, washindwa kuitoa. Umepewa watoto afya, washindwa afya yako kuitumia katika swala na mambo mengine. Elewa hizi neema haziishii duniani. Thumma latusaluna yawma idhin 'anil na'im, kisha siku ya Kiyama mutaulizwa kutokana na neema mbalimbali za Allah tabaraka taala, namna gani neema hizo mmezitumia. Kwa hiyo tumuombe Allah tabaraka taala atujalie tuwe miongoni mwa wale ambao wenye kuzitumia neema za Allah pamoja na kuweza kuleta shukrani, ili Allah tabaraka wa taala akatuweke pamoja na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam siku ya Kiyama. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أيها المؤمنون قوموا إلى